baada. Ilikuwa ni mfupa kutoka katika sehemu ya mwili wa nyangumi, na thamani yake ilikuwa ni kubwa kama pembe la ndovu, tena ni zaidi ya pembe la ndovu. Cheki wanavyokuja mzee baba, cheki wanavyotaka kuja kuchukua hiyo mali. Na huyu bwana leo ni mlinzi wa kuhakikisha kwamba hapa hakuna bwege yote ambaye anaweza akachukua. Leo ni hatari. Cheki anavyoazimisha. Come on. Dadiki zake tumchape. Wako wengi lakini hakuna mwenye kumfikia. Na anawachezesha, anawachapa. Woohoo! Hatari. Kuishine. Wanaita Chase for Ember. Haya, huyu jamaa anaonekana ni mbishi. Woohoo! Jamaa kumbe anatoa disi ya yote ambaye anatokea hapa. Wow! Bwana kumbe master ana kipaji kama hicho. Yaani aisee ana nguvu. Na alikuwa na nguvu kweli master. Wale magaidi 20 walipigwa wote. Kama nilivyoonyesha jinsi nyanyuka. Sasa nakwambia. Sasa akabakia mmoja ambaye akawa ni mbishi. Akawa bebeba silaha. Akawa anamfuata kama hivi. Akazuia mkono. Kwa ndege zake akapiga kwenye mbavu. Wakati anaendelea kuhadisia hapo, huyo hapa ndio master anaendelea kufanya mazoezi hapa pembeni. Jamaa anamuoshia mwenzie. Mbona jinsi anapoondoka chini? Haikuishia hapo. Hawa mpaka ndani ya box. Bwana mkubwa, mbona unaendelea kunifanya mimi ni punching bag? Tulia. Basi alimshika kama hivi. Baba, disi imeshaisha bwana. Sasa ya ziada inatokea wapi? Unataka kuniumiza? Naambia bado hadithi ni ndefu. Basi inatosha bwana. Hadithi ndefu kama hiyo. Baba yangu hakuweza kupambana na watu 20 kama wanavyosema. Eti usiku na mchana uongo. Nataka tu niwafunze na pia wao majasiri hawa watoto. Kwani nimekosea nini? Hivi nikuulize naye pia unaishia kupambana hata na mtu mmoja. Sasa huyu ambaye amefika hapa ndiye mtoto wa huyu mzee ambaye alikuwa anahadisiwa kwamba ndiye alikuwa kiongozi wa kipindi hicho, na alikuwa ameweza zuia wahalifu takriban 20 waliotaka kuja kuiba hiyo kitu ya thamani. Lakini anakuja kumtoa umbea huyu jamaa. Wewe samaki tayari washakuja sio wazee. Leo wamepatikana samaki wengi inasadikika. Basi vijana wanaelekea pwani kwa ajili ya kwenda kutoa msaada. Inasadikika samaki leo wamepatikana wengi kweli. Wanakimbilia pwani. Ukiangalia kama vile vikapu ama unaweza ukasema ni ungo, lakini ni boti maalum ambazo wakazi wa maeneo haya walikuwa wanatengeneza kwa ajili ya kwenda kuchukua samaki kutoka katika maboti makubwa yasiyofika pwani na hatimaye wanaleta pwani. Si kwamba wanaenda kuvulia samaki, hapana. Yaani wao wanaelekea katika zile boti zilizokaa kule mbali kule. Wao wanaenda kuchukua samaki, wanaleta hapa. Si kwamba wanakwenda kwenye bahari kubwa, hapana. Wanashusha samaki. Nyinyi ndio kufanya kazi zingine kule. Kasaidieni zile boti ndogo kule zije pwani, sawa Waache samaki watakuja wenyewe huko. Ama watoto ndio wataweza beba. Shughuli zinazofanyika hapa katika kijiji hiki cha uvuvi na historia yake wameweza kusikia. Wengi waliokuja hapa ni kipindi kile waliweza kukumbuliwa na nyangumi. Kwa hiyo ibada ya nyangumi mpaka leo ipo. Na wakazi wengine walikuwa wanakuja hapa, na ndio maana hata unaweza kuona kuna wanawake, kwa sababu wale walikuwa ni wapiganaji wa kiume. Lakini mwisho wa siku walileta familia zao hapa katika hichi kisiwa na maisha yakaanza hapo, na wageni wengine walianza kufika, wakaanza kutengeneza makazi, na mpaka leo hii hichi kijiji kimedumu kwa muda mrefu sana. Lakini pia panapo mji lazima watu wazima wawepo, hakuna vijana peke yake. Na hao ndio watu wazima ambao wanaendelea kuangalia mila na desturi zinaendelea kurithiwa kwa vijana, maisha yaendelee, wajue historia yao imetokea wapi, wajue thamani yao iko vipi, wajue kulinda mali ya familia.
Jamaa kasababisha matatizo. Walikuwa wanaivuta boti kuelekea kule juu wakaitengeneze. Mama yangu, sikaachie ule bonge. Mama. Kuna vijana wako kule wanacheza. Watakuja kugongwa na ile boti. Lazima afanye kitu huyo. Boti ile ni nzito, wanaweza wakafa. Jamani, watoto wanakufa kule. Cheche. Jamaa akakita hapa mti. Ile njia kidogo iwe ili badilishe mwelekeo, sije kawaponda wale watoto. Alifanikiwa na hilo zoezi. Wow. Mungu wangu. Walijua wale watoto tayari wanapoteza maisha. Na nyinyi basi muangalie nyuma, sio mnacheza tu muda wote. Vipi lakini nawe pia umeumia? Mimi niko sawa tu mama. Asante Tam. Asante. Vijana wawili wangekuwa vilema ama ungeshapoteza maisha hapa. Kama sio wewe, ungepoteza maisha. Asante. Nyinyi nendeni tu nyumbani kwanza mkapumzike. Jamani, kila siku nyinyi ndo mnaleta shida. Bonge na mwenzake wanaleta matatizo makubwa sana hapa. Yaani kila siku wao ni watu wa vurugu, kila siku wao ni wa shida. Wakati wanaendelea kupiga mahesabu, wakati wanaendelea kuongea haya na yale, kuna ugeni hapa. Huyu anaonekana kavaa kama vile ni kijana kutoka mjini. Amerudi, Twani amerudi, Twani. Twani alikuwa ni kijana ambaye alikuwa anapenda sana maisha ya mjini. Na alienda kuishi huko na leo hii anarudi kutoka mjini, town. Na jinsi alivyopendeza basi. Ana saa, ana cheni, ana simu, ana kibegi. Yaani ni kijana wa town. Brother vipi? Unajua tena, ukitoka Dar es Salaam unakwenda kule Kwinyingwi. Watu jinsi wanapokushubukia. Umependeza, unang'aa. Unapoishi town lazima uwe wa town, unaoga kila wakati. Hawa kama unaweza kuona ni wanakijiji na istoshi ni wavuvi wachafu muda wote. Basi walimpokea kwa shangwe sana kijana Twani. Miaka mingi hujavua baba. Nasema ndo nimekuja hivi. Huko bwana siku hizi mimi nafanya biashara. Umependeza. Basi alimkaribisha mdogo wake kijijini kwa sababu aliondoka kwa muda mrefu. Inafika hata miaka 10. Maisha yakaendelea. Basi Tuan alienda akanunua pombe kwa ajili ya kwenda kusherehekea na wanakijiji wenzake. Kitambo sana alikuwa yupo, ujio wake anataka watu washerehekee. Wanakunywa. Jamaa anasema nini, mbona simuelewi? Wazee, nimekuja na lita hii hapa. Lita kama 10 hivi, sio lita 5 hivi baba. Hiyo inafika lita 10 hivi. Sasa hapa ni kula tu. Wako nje ya sehemu ya ibada. Pana msosi umewekwa hapo wakule, na baada ya hapo ni pombe. Wewe Twani, inakuaje wazee? Hivi kila kitu kiko sawa ama kuna kitu ambacho umekimisi? Hamna kitu ambacho tumekimisi. Au umetumisi sisi mwanangu na sisi tukuje mzee baba. Sasa hizo rafiki yangu galoni zote mtakunywa wenyewe IC. Na sisi bwana. Johnny. Hapo chacha. Nyie subirini kwanza. Subirini. Unajua hili ni kwa ajili ya familia. Baadaye tutaonana. Tuache tu bwana wakuje kunywa. Thôi vậy hai đứa về ngủ đi. Vợ mặt buồn ngủ rồi kìa, thôi về ngủ dưỡng sức đi, mai nhậu ha. Anasema basi nyinyi nendeni tu mkalale. Kesho tutakuja kunywa ama kesho kutwa nini? Sasa jamaa Twani mbona mchoyo hivi IC. Huyu bwana alisema hii ni kwa ajili ya familia, watakunywa, watakula, watalala. Kesho ama kesho kutwa watakunywa wakiwa wote. Baba nimekuona uko na simu mzee. Anasema ni simu yangu kwa ajili ya majukumu yangu ya kazi bana. Sasa jamaa yake alikuwa anajaribu kumuomba na basi ampatie hiyo simu mzee. Sasa nataka kama nikupatie simu huku utanua wapi vocha? Sikiza niwaambie kitu. Saigon siku hizi ni bonge ya mji mzee baba. Na mimi kwa siku nitakuja kutembelea huko Saigon. Yaani Saigon ndio mji mkuu wa nchi ya Vietnam. Ni kama Dar hapa kama unavyosema Tanzania Dar es Salaam. Saigon ndio mji mkuu ama unaweza ukauita mji huo Ho Chi Minh City. Saigon ni mji mkuu wa nchi ya Vietnam. Nó có giỡn nữa vậy sao? Hồi tao còn thanh niên á,
có con nhỏ. Alisema ni kweli ni mji mzuri na kuna mademo wazuri, lakini ni mji ambao inabidi uishi kwa akili sana. Mimi nawaambia, chứ mà bây giờ tao có nhà. mimi nishaye kumiliki nyumba huko. Na naweza nikarudi siku moja nikamiliki nyumba. Unafikiri uongo? Nilikuwa na nyumba Mbande. Sio mbali sana na mji. Ana lolote wewe. Na nilikuwa na bonge ya demo mzee, mchumba mzuri. Nikawa naishi naye hapo. Na nimemwacha mpaka sasa hivi nitaenda tena. Hai nữa. Wakati anaendelea kumsifia demo wake, mkewe huyo hapo. Kumbe mke wangu umefika. Unajua nini? Nilikuwa nasema kwamba nataka nimuoe mwanamke kama wewe. Kwa sababu si unajua wewe peke yako utoshi. Unajua wewe ni mzuri sana mke wangu. Anajitetea. Na nimekusikia unaposema kwamba una demo wewe, kwamba una nyumba Mbande huko, si ndio? Hamna, nilikuwa nasema nitaoa. Bado sijaoa. Anazuga huyu. Sasa huyu mimi nitakuja kumuonyesha show baadaye. Ila karibu sana bwana mdogo. Lakini kumbukeni msilewe sana, hapa ni nyumba ibada hii na hawa ndio walinzi. Kwa sababu siku zote kuna watu wanatamani kuchukua kitu kilichokuwa ndani. Twende nyumbani. Sio unakunywa tu hapa. Twende nyumbani tukazungumze. Usiende ukampige lakini. Nani anipige? Mimi najua mziki wangu. Kuna deki unasemaje? Twende nyumbani sasa nguruwe. Nguruwe wangu twende nyumbani. Jamani, kesho ningependa nikutengenezee chai asubuhi. Nikutengenezee nini? Tambi kidogo na samaki kole. Basi umepata. Mama kwaheri. Na huyu leo naenda kumuonyesha show leo na wewe demu wake. Wewe wazee, tuendelee kunywa jamani. Kile kidumu kinaendelea kuisha. Sasa hivi kinakaribia kufika nusu. Wanaendelea kupiga msosi, wanaendelea kupata pombe. Basi nakwambia pombe ikapigwa, walikunywa, hatimaye asubuhi kumepambazuka. Sasa baba analeta supu, analeta chakula kwa ajili ya vijana wake asubuhi. Sema pumbavu, mpaka sasa hivi wamelala saa 3 hii. Hawa wajinga hawa. Mimi nikajua nimewacheleweshea chai. Yaani kudadeki zao wamelala mpaka muda huu. Sasa kama kuna mwizi atakuja ataiba hapa ndani, watajua kweli hawa. Mungu wangu wewe. Tumeibiwa. Njoni, tumeibiwa. Có chuyện gì vậy chú? Mr. Hai, tatizo nini? Naambia hamna kitu hapa, umeona? Lile pembe alipo wanaita Lord Well, yani Mungu Nyangumi. Lile pembe la Mungu Nyangumi hayupo. Jana usiku ilikuwa tunakunywa hapa, ilikuwa hapa tunalilinda. Tulikuwa tumekunywa sana. Hatujui ni nani ambaye ameingia hapa kaiba. Wapuzi sana nye. Nye ndo mpaswa mlinde hapa. Mnakunywa mpaka sasa. Tuani kwa wapi? Atakuwa ndio kaiba nini? Tuani hayupo. Sikuweza waza kama Tuani anaweza kaiba. Anasema hata na vitu vyake havipo. Kaacha, kumbe msimu wenyewe mbovu. Ni mtoi. Kaacha simu ili aonekane kama bado yupo, lakini wanakuja kutambua kwamba ni mtoi. Ni zile za watoto, simu za kuchezea watoto. Kumbe hata simu hawezi kununua huyu bwege. Sema pumbavu sana huyu. Mimi nilikuwa naona tu tabia zake zilikuwa sio nzuri. Naona kaenda huko mjini huko kapata tamaa. Aliona wazi kwamba akija kiba hapa atatengeneza maisha. Sasa kwa nini mimi nisiende nikamtafute huko mjini? Wewe sasa unajua nakoishi ni wapi? Dar es Salaam ni kubwa. Nimekumbuka. Amekumbuka kitu mzee, kwamba wakifika mjini katika mji wa Shanghai waende feli kule. Wakienda feli kuna mtu mmoja anauza samaki. Sasa huyu mdada anamfahamu vizuri yule mdada. Sababu siku ambako anaenda town bwana Tuani, yule mdada ndiye alikuwa anampa hifadhi. Kwa hiyo anajua vizuri sana menendo yake na anaweza akawapa dira ni kwamba wapi anaishi. Na huyo mdada alikuwa ni asili yake huku, anamjua vizuri. Basi wakaelekea mjini. Hapa bwana wakachukua viazi vitamu wakafanya kama vile ndio Mungu wao, wakafunika hapa watu wasije wakatambua chochote. Kwa hiyo siri inabaki kwa ule mzee na vijana wake.
Nó ăn nó trúng thật. Nó ói, nó ỉa sáng đêm mà hôm. Rồi thằng Hoàng nhà tôi phải chở nó lên bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Sasa anasema bwana, vijana wangu bwana, jana wamekula chakula vibaya na hatimaye wamejisikia vibaya. Chakula kile kilikuwa kina sumu, wameenda hospitalini Saigon. Wameenda kupata tiba iliyokuwa sahihi zaidi. Sasa usafi unaendelea. Huyu mzee anauliza, vipi, mbona umemfunika Mungu? Anasema wakati nafanya usafi, huyu Mungu lazima nimfunike, anaweza akachafuka na vumbi. Wewe vipi bwana? Mzee anazuga mpaka ule mzigo utakaporudi. Mtu wote asisogee hapa. La, wewe nenda kafagie huko mbele, wewe ni aje mpaka hapa. Analinda mzee siri hii. Mwenyezi Mungu saidia mpaka utakaporudi tena hapa. Wasishtuke. Watu wa Mbeya wanataka kuona tu. Anajua vijana wake ndio ambao wameweza kusababisha upotevu wa hilo jambo. Sasa hapa ni feri katika jiji la Saigon. Haya ni maeneo ambako kuna soko ambako kuna mchanganyiko, kuna samaki, kuna mayai, yani kila kitu. Sasa huyu mdada ndiye anamfahamu Tuan anaweza akaishi wapi. Yuko na biashara yake hapa na kuna msaidizi wake anasaidiana naye. Wamefika, wamepewa chai. Za chai hizi. Sasa hakuna budi kuambia, jamani, huyu mtu alikuwa anaishi Manzese. Miezi 6 iliyopita ndo nimemwona kwa mara ya mwisho. Sasa siwezi kujua nendeni katika mitaa. Sawa mama anaendelea biashara zake. Sasa mnasubiri nini? Simuondoke. Sasa si wageni Manzese, hatukujui. Hamkujui Manzese? Tupeleke mama. Sasa mimi biashara yangu ni mwache nani? Unataka mimi biashara yangu ni mwache nani nye? Huyo hapo. Hamna shida, mimi nitapiga kazi mama. Wewe nenda tu. Ili uniibie. Una akili hata kidogo. Yaani wewe ndo kacheze dubu. Toka hapa. Yaani wewe kila siku tu unaniibia hapa. Yaani niko hapa naniibia. Alafu leo nimwachie biashara yangu inakuaje? Tusaidie tu kidogo. Utupete tu katika hii nyumba. Siwezi kufanya hiyo kazi. Matatizo yenu, sio matatizo yangu. Mniache. Mimi nafanya kazi, ndo kwanza asubuhi, msiletee uchawi hapa. Yaani ndio kwanza asubuhi kumekucha. Mama karibu. Wanamsaidia. Samaki tunauza kwa bei nafuu. Wewe acheni hapa. Yaani wanajifanya kumsaidia ili mradi tu auze chap apate muda awapeleke Manzese. Kuna watu wanakuja wanapiga firimbi. Wewe muda wa mchango wa hela umefika, toa hela yako. Toa hela. Hawa jamaa ndio wanasimamia ulinzi hapa. Usipotoa hela cha moto unacho. Yaani sio serikali, sio nini. Alafu ana shida sana, wakafunga kwa ajili yetu. Siku nyingine tukija hapa hatuna hili wala lile, lazima alipe madeni yote. Lipa. Jamani, sijauza mpaka sasa hivi. Siku ya 3 leo. Bidhaa hazitoki. Huyu mama kila siku anazingua. Vipi tumchape? Mama toa hela hapa. Jamani msichukue hela, msingie. Na tunarudi kesho. Tumechukua nusu hela. Ukatema mate mpaka kamtemea mwenzake kwenye msoso wake, ilibidi utupe. Sasa anauliza akina nani? Ndio jamaa sio serikali wala nini. Kazi yao ni kukusanya pesa tu kwa watu. Hawana huruma. Umeuza hujauza, wao wanachukua pesa. Wanasema kwamba ni pesa kukulinda. Sasa unauliza nini nye? Nendeni basi mkaulize wao. Sasa anajaribu kuambia kwa nini msipambane nao, watu wenyewe ni wawili tu hao. Naambia wawili? Wana bosi wao hatari sana. Mimi na hapa. Yaani msije mkaingilia ugomvi. Mtakuja kusababisha matatizo makubwa hapa. Mnaweza mkafa mbele yangu, mimi nawaona. Naambia